Shalom, shalom, amani ikawe pamoja na kila mmoja ambaye anayetazamia mahali popote ambapo alipo. Basi nimeweza kurejea tena tukaweze kuendelea kuzungumzia kuhusu ufalme wa Mungu ambao ni utawala utakuwa ukitawala hapa duniani milele na milele. Kwa hivyo nimeweza kurejea tukaweza kuendelea katika kipindi cha pili ambacho Mwenyezi Yahweh Mungu wa mbingu na nchi ameona yatupasa tukaweze kuwa tukiendelea na kuzungumzia kuhusu ufalme huu ambao unaoendelea kutimika kwa wanaotii, ambao ni wale ambao wanaotii sheria ya Mwenyezi Yahweh na pia ushuhuda ambao ni wa Yeshua. Kwa hivyo na wasalimu nyote tukaweze kuwa pamoja nanyi, mahali popote ambapo ulipo, tukaweze kuendelea katika kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza tuliona ni ufalme ambao kuna falme ambazo zitakuwa zikivunjwa vipande katika kitabu cha Danieli 2 mstari wake 44. Tukaona ya kwamba ufalme wa Mungu utakuwa ukivunja falme zote ambazo zimekuwa zikitawala hapa duniani, falme zote na pia wafalme wote ambao wamekuwa wakitawala hapa duniani. Kwa hivyo katika kipindi ambacho ni cha pili pia tutakuwa tukiendelea katika kuchambua polepole tu bila haraka katika ile nafasi ambayo ama dakika chache ambazo nitaweza kuwa nikizungumzia, na tutaweza kuwa kupelekana pamoja na yule ambaye anayetazamia. Kwa hivyo wakati wote ambapo uko hapo na wakati wote ambapo unasikia huu ujumbe, wewe shukuru Mwenyezi Yahweh, shukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni wengi ambao bado hawajafikiwa na hii ujumbe, na wengi wanafikiwa na hii ujumbe na pia wanaukataa. Lakini shukuru Mwenyezi Yahweh kwa sababu amekupatia ubali wa kuweza kupea masikio ya kusikia na pia macho ambayo yanayoona, na ukaweza kuwa tayari pia katika kufanya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameagiza katika sheria zake ambazo ni sheria zake, na pia katika shuhuda ambazo ni za Mwokozi wetu Yeshua. Kwa hivyo najua ya kwamba ni wakati ambako umefika watu wakaweze kujua ukweli kama jinsi ambavyo ulivyo, kujua ukweli kama jinsi ambavyo ulivyo. Kumbuka ni siku sema ukweli kama ulivyo, SUKU, suku sema ukweli kama ulivyo. Kwa hivyo kaa tayari tukaweze kuendelea na hii ukweli. Ni katika kitabu ambacho tumekuwa tukizungumzia, na katika kitabu ambacho ni cha Zaburi 119:142 nasema ya kwamba haki ya Mungu ni haki ya milele na sheria yake ni kweli. Haki ya Mungu ni haki ya milele na sheria yake ni kweli. Kwa hivyo sheria ndiyo kweli. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu kweli, nazungumzia kuhusu sheria ya Mungu wa mbingu na nchi, ambaye ndiye Yahweh kwa jina la Kiebrania, ambaye ndiye Yahweh. Kwa hivyo wakati wote ambako unapoendelea kufanya mambo yako ambayo
unayoendelea kuyafanya, kumbuka ya kwamba ni vizuri hata unapoendelea kufanya, maybe tuseme ni biashara zako, maybe ni mambo tofauti ambayo unayoendelea kufanya. Kumbuka ya kwamba unapoendelea kufanya kazi yako, ni vizuri ukaweze kujua ya kwamba tuko katika wakati mfupi tena zaidi ambako watu wanahitajika kuwa wakirejelea kwa sheria ya Mwenyezi Yahweh kama jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hivyo kitu ambacho kitatufanya tukaweze kurithi ufalme ambao ni ufalme wa Mungu ni tukikubali kutii na kushika jinsi ambavyo ameagiza. Tukikubali kutii na kushika jinsi ambavyo ameagiza, ili ufalme ukae pamoja nasi. Sasa ni lazima tukaweze kutii jinsi Mwenyezi Yahweh ameweza kuagiza. Kama jinsi ambavyo katika nyumba yako ama kwa nyumba yako kunayo sheria ambayo kila mmoja, hata mgeni akija kwa nyumba yako, kunayo sheria ambayo huwa anaipata kwako. Pia watoto wako wanaijua hiyo sheria. Hakuna mtoto yeyote ambaye katika sheria maybe tuseme ya kwamba anaweza kuwa akiingia kwa nyumba saa 5 za usiku. Tuseme ni msichana, ni mtoto wa msichana awe akiingia saa 5 za usiku. Kwa hivyo hiyo ni sheria. Unaweza sema ya kwamba kila mmoja ama kila mtoto ambaye aliye kwa nyumba yako kuwa by saa 2 awe ameingia kwa nyumba. Kwa hivyo ajapokuja saa 5 basi itakuwa ni vingine. Sasa hivyo tu ndivyo hata katika ufalme ambao ni ufalme wa Mungu kunayo sheria ambayo inatawala kila mmoja ambaye anayeishi hapa duniani, inayotutawala sisi sote, na hakuna yeyote ambaye asiyetawaliwa. Hata manabii walitawaliwa na hiyo sheria. Tukiangalia mjumbe kama Musa, pia yeye hiyo sheria iliweza kumtawala. Si kumaanisha ya kwamba kwa sababu ni yeye aliweza kupatiwa hiyo sheria akaweza kuifunza kulingana na kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4 mstari wake wa 13, si kumaanisha ati haikuwa inamtawala. Hata yeye angeenda aibe, basi sheria hiyo ingechukua usukani. Angefanya kinyume na jinsi ambavyo, kinyume cha sheria, basi hiyo sheria ingekadhibiana na yeye kama ilivyo. Kwa hivyo hata manabii, hata Musa alitawaliwa na hiyo sheria. Kwa hivyo ikiwa si eti ni kumaanisha kwa sababu ni yeye alipatiwa hizo sheria akaweza kuzifundisha ati haikumtawala, ati alikuwa above the law. Hapana, hakuwa above the law, alikuwa chini ya sheria. Ndio maana hangeiba, hangezini, hangefanya uasi wote ule, kwa sababu uasi ni dhambi. Kwa hivyo angefanya kitu ambacho kinaweza
kinaweza kitu ambacho ni kinyume na sheria, na mambo ambayo aliweza kufanya kinyume na sheria, basi ijapokuwa kunayo, kwa sababu pia tunaona agano akiliangusha chini, na tunaona Mwenyezi Yawe hakufurahishwa na hiyo jambo. Kwa hivyo wakati ambako alishikwa na makasiriko akaweza kuongesha hiyo sheria chini. Kumbuka ya kwamba Mwenyezi Yawe hakufurahishwa na hiyo jambo. Kwa hivyo hiyo sheria tunaona ya kwamba pia ilikuwa ikimtawala na mambo mingi ambayo, kwa sababu pia yeye alikuwa mwanadamu, na ni mambo pia mengine alikuwa akifanya ambayo ilikuwa kinyume na jinsi ambavyo Mwenyezi Yawe alikuwa akitaka. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba sheria ilikuwa ikitawala kila mmoja ambaye aliyepatwa na hiyo sheria. Yeyote ambaye aliyepatwa na hiyo sheria, Musa akiwa wa kwanza, basi ilikuwa ikimtawala. Hata Abrahamu, kwa sababu ndiye aliyepatiwa agano kuhusu kutahiriwa. Hiyo ni kuonyesha pia hiyo sheria ya Mungu, kwa sababu kutahiriwa ni sheria ya Mungu. Hiyo ni kuonyesha kwamba hata yeye watoto wake alikuwa afanye hivyo tu kulingana na sheria. Kwa hivyo sheria haibagui mtu yoyote yule. Ikiwa ilikupata, basi lazima itakutawala kama jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hivyo hata hapa duniani, hata Kenya, kunayo sheria ya Kenya, kunayo sheria pia ya viongozi, kunayo sheria tofauti ambayo inahusika kila mmoja katika hali yake aliyo, ama katika cheo chake kile ambacho alicho. Kwa hivyo ikiwa hapa duniani kunayo sheria, na ikiwa kwako kwa nyumba kunayo sheria, na ikiwa katika manabii kulikuwa sheria, kuna wale ambao waliopatwa na hiyo sheria ambayo ni ya Mungu. Je, kwa Mungu, hebu jiulize hii swali, kukose sheria namna gani? Unaweza kosa aje sheria namna gani? Kwa hivyo ni wakati ambako umefika watu warejelee kwa sheria ya Mwenyezi Mungu, na pia kwa ushuhuda wa Yashua. Katika kitabu cha Isaya 8 mstari wake wa 20 nasema ya kwamba na waende kwa sheria na ushuhuda, na ikiwa hawasemi sawasawa na hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kwa hivyo utakapopatana na janga lolote, unafaa kujichunguza kwa sheria ya Mwenyezi Mungu, ni wapi ambapo nimeenda kinyume, na pia kwa ushuhuda ambao ni wa Yashua, ni wapi ambapo nimeenda kinyume, ama ni jambo gani ambayo nimelifanya kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Yawe. Kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni watu wote waishi katika amani, waishi katika kumtii na kufanya jinsi ambavyo alivyoagiza. Ukiangalia katika Edeni, Adamu aliweza kupatiwa freedom. Mwanadamu aliweza kupatia freedom. Tukimpata Adamu akapatiwa freedom ya kuchoose kuchoose jambo ambalo, kwanza sheria
kabla sijafika hapo, kwanza sheria tunaona ya kwamba ilimtawala Adamu, iliweza kumtawala pia Adamu katika shamba la Edeni alipoagizwa na Mwenyezi Mungu, akaambiwa akaonyeshwa tunda ambalo hafai kuikula ama kuila, hafai kuila. Yaani akaambiwa matunda yote yaliyokuwa katika hiyo shamba anapaswa kuyakula, lakini kunayo moja tu ambayo hafai kuila. Kwa hivyo alipewa freedom to choose. Sheria ilikuwa kuna tunda ambayo hakuwa aikule, hiyo ndiyo sheria ya Mwenyezi Mungu. Lakini hebu jiulize hii swali, mbona Mwenyezi Yawe ama Mwenyezi Mungu hakumweka fikira ya kumwonyesha ya kwamba hapaswi kukula hiyo tunda, Haoni ya kwamba kuna kitu ambacho Mwenyezi Yawe alikuwa akiangalia? Kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikuwa akiangalia kwa mwanadamu, ama akiweza pewa freedom to choose, ama anaweza fanya hivyo, Kuna kile kipimo ambacho Mwenyezi Mungu amepatia mwanadamu, kila mmoja akaweze kuchoose. Kwa sababu hebu jiulize, mbona Mwenyezi Mungu katika sheria yake alikanya mwanadamu kukula nyama ya nguruwe katika kitabu cha Walawi 11 mstari wa 7, na pia katika Isaya 66 mstari wake wa 17. Mbona alimkanya mwanadamu kukula hao wanyama? Kwa sababu alijua ya kwamba mwanadamu anaweza kula nyama yoyote ile. Alijua hivyo tu. Aliishi kujua hivyo. Mwanadamu anaweza kukula nyama yoyote. Na ujue Mwenyezi Yawe ni mwenye hekima, kwa sababu alipokuwa akifanya hivyo alifanya kwa itikadi yake yeye mwenyewe, ama kwa uwezo ama kwa mamlaka yake yeye mwenyewe, ili katika unabii ama mambo ambayo amekwisha kuyaonyesha katika unabii ama katika ufunuo, haya mambo ikaweze kutimia, ili uwepo wake na ufalme wake ukaweze kuonekana katika hapa duniani. Kwa hivyo kuna jawabu ambalo Mwenyezi Mungu alikuwa akitekeleza ili haya mambo ikaweze kutendeka kama jinsi ambavyo ilitendeka. Kwa hivyo nikatumia mfano, mbona Mwenyezi Mungu akakataza mwanadamu kula nguruwe? Mbona hakumkataza mwanadamu kukula chuma ama kukula mawe? Kwa sababu alijua mwanadamu hawezi kula chuma na hawezi kula mawe. Alimkanya kitu ambacho anajua ya kwamba mwanadamu, kwa sababu ndiye mwenye kuumba mwanadamu, akakanya kitu ambacho mwanadamu anaweza kifanya. Ndio maana angemwambia
ati kula chuma, kula mawe. Hangemkanya ati hapaswi kukula mawe, kwa sababu aliishi kujua kuwa mwanadamu hawezi kula mawe. Aliishi kujua mwanadamu hawezi kula chuma. Aliishi kujua hivyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hukataza kitu ambacho we mwenyewe mwanadamu unaweza kifanya. Wakati wote ambako Mwenyezi Mungu hufanya jambo, hafanyangi hivi tu. Akipeana sheria na akipeana free to choose ama freedom to choose anything. Umepatiwa, unaweza timiza sheria ama ukose. Unaweza timiza sheria ama ukose. Unaweza iba, ambayo ni uasi wa sheria katika amri zake, ama ukose kuiba. Sasa Mungu anaingilia katika choice ambayo umechoose. Kabla haujachoose choice ambayo Mwenyezi Mungu ameagiza, Mwenyezi Mungu hakuangi pamoja nawe. Shika vizuri, ni vizuri kaweze kuelewa. Kabla haujachoose ama kabla haujachagua jawabu ama jambo ambalo linatakikana, juu ya kwamba Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na nchi, ambaye ndiye yawe, huwa pamoja, hakuangi pamoja na wewe, kabla haujachoose ama kabla haujachagua, hakuangi pamoja na wewe. Sasa ukichagua jambo ambalo ye ameagiza ufanye, ambayo ni kushika amri ama sheria, basi anakuanga pamoja nawe, anakuanga pamoja nawe, hawezi kuachilia. Lakini ukichagua kuyasi sheria, ni kinyume, kwa sababu amepatiana katika sheria, amepatiana amri 10 katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 4 mstari wake wa 13. Amri 10 akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Akamwagiza Musa kuhusu maagizo na hukumu za haki. Kwa hivyo ujapovunja sheria mojawapo ya sheria, kunayo hukumu za haki kulingana na hiyo sheria ambayo, ama kulingana na hiyo amri ambayo umevunja. Sijui kama tunapatana. Kulingana na hiyo amri ambayo umevunja, Mwenyezi Mungu anakuanga, kunazo hukumu ambazo zinapaswa kutekelezwa kwa hiyo sheria ambayo umevunja, ama katika hiyo amri ambayo umevunja. Kwa hivyo Mwenyezi Yawe mambo yote na upendo wake kwetu sisi ni tukaweza kufanya jinsi ambavyo yeye ameagiza. Hiyo ndio upendo wake. Yeshua anamtolea ushuhuda katika kitabu cha Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza. Ni kitabu ambacho tunakisomanga mara mingi, waraka wa Yohana wa kwanza. Upendo wa Mungu kwetu sisi ni eti tuzishike amri zake. Waraka wa Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni wa 3, ni wa 3. Inasema ya kwamba kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tushike amri zake, wala amri zake si nzito.
Yashua anatolea baba yake ushuhuda kwamba anasema ya kwamba kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwa maana huku ndiko kumpenda baba ya Yesu Yawe, kwamba tuzishike amri zake, kwamba tuzishike amri zake. Hiyo ndiyo upendo, hiyo ndiyo upendo ambayo inadhihirishwa kwetu sisi na kwa Mungu, ili ijulikane ya kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu, ili ijulikane ya kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu. Dhihirisho kamili ni tuzishike amri zake, ni tuzishike amri zake. Na kuteremka anasema ya kwamba wala amri zake wala amri zake si nzito, wala amri zake si nzito. Kwa hivyo hizi amri ama hii sheria si nzito hata kidogo, si nzito hata kidogo. Kwa hivyo alipokuwa akipeana hizo sheria ama hizo amri, alijua si nzito. Mtu ama na mwanadamu anaweza zitimiza akiwa na mwili huu wa nyama na damu. Alijua ya kwamba unaweza zitimiza ukiwa na mwili wa damu na nyama. Kwa hivyo alikuwa akijua hivyo, niamenyaga, alikuwa akijua hivyo. Na unaposema ya kwamba ati huwezi timiza, kumbuka ya kwamba unamdhihaki Mwenyezi Mungu, na mdhihaki Mwenyezi Mungu kusema ya kwamba hakuwa akijielewa alipokuwa akipeana hizo sheria, hakuwa akijielewa alipokuwa akipeana hizo sheria. Kwa hivyo watu wakirejelea kwa hizo sheria na injili ya Mwokozi wetu Yeshua, ufalme utakuwa pamoja nasi, ufalme utakuwa pamoja nasi. Na nikasema ya kwamba katika part 1 kuwa ya kwamba ni wakati ambako manabii wa uongo wamekuwa wakitawala katika hiki kipindi ambacho ni cha ufalme wa 4, ambayo ni ufalme wa Kirumi. Wengi wamejitokeza na kujiita Makristo wa ukweli, na kujiita Makristo wa ukweli, na pia manabii wa ukweli. Lakini haya yote yasikutishe. Acha tukaweze kurudia katika kitabu ambacho ni cha Mathayo 24 mstari wake wa 24. Mathayo 24, Yesu akizungumzia kuhusu hao manabii na kuhusu hao Makristo ambao watakao tokea, hao Makristo ambao watakao tokea, jinsi ambavyo itakavyokuwa. Kwa maana watatokea Makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kumbuka ya kwamba hata walio wateule, hawa Makristo ambao ni wa uongo, wataweza kuwapoteza hata yamkini walio wateule. Kumbuka ya kwamba ikiwa mtu ambaye ni mteule hawa Makristo wa uongo
hawa makristo wa uongo wanawapata hata walio wateule. Na saa hizo ni mtu wa mteule ni mtu mteule, lakini anapatwa na nabii wa uongo, ama anakoseshwa na huyu nabii wa uongo. Hapa hakuna kicheko hapa. Hizi nisiega amezeko. Ikiwa hata ule mteule, hata yule mteule ataweza kupotezwa na hawa ambao wanajiita makristo. Na ukumbuke wanatoa pia ishara kubwa. Pia manabii wako hapo na wanatoa ishara. Hapa hakuna furaha isipokuwa kufanya jinsi ambavyo na kukaa katika sheria ambayo ni Muumba wa mbingu na nchi, wikathini wa watho wa Ngai wa kĩrĩa-inĩ kĩa mũtũmbi, atĩ na kĩhonia kĩngĩ kũrĩko nginya arĩa ehokeku, nginya arĩa ehokeku, kana arĩa wale wateule, anabii aya a maheni nĩ marateo, kana anabii aya a maheni nĩ marate nginya andũ arĩa nĩ a moyo-inĩ rĩ. Ta wĩyũrie wĩ thaa ici, kana wĩra no kuga watho nĩ wathirire. Yaani tunapozungumzia kuhusu sheria, kuna mtu ambaye anasikia ni kama disco, ni kama kwata kawaya. Kuna mtu ambaye sheria ikizungumzwa anasikia ni kama hawa watu ni kama hawa watu hawajielewi. Ni kama kwanza wanaenda wanakunywa kidogo, alafu kichwa inaruka, wanakuja sasa wanakunywa, wanavuta shashi ama wanakunywa dawa zingine, alafu sasa wanakuja kuongea. Tunacheza na sheria ya Mwenyezi Mungu, ni kama sheria ya shosho, ni kama shosho alipeana, ama ni kama uka aliyepatiana. Katika unabii imezungumzia kuhusu Kristo ambaye ndiye mwana wa Daudi, na huyu mtu, mambo ambayo katika kitabu ambacho ni cha Isaya 11, kwa yule ambaye anayesema ama anayejitokeza na kusema ati yeye ni yeye Kristo ambaye aliye
katika unabii. Ni yeye Kristo ambaye aliye katika unabii. Kumbuka kuna mambo ambayo huyu Kristo ama huyu mtu ambaye ni mwana wa Daudi, ni mwana wa Daudi. Acha tusikie jinsi ambavyo atakavyokuwa akikaa. Usije ukakorogwa na watu ukasikia wakisema ya kwamba ati mimi ndiye mwana wa Daudi. Kumbuka ya kwamba ili huyu mtu akaweze kutokea ama akaweze kuonekana, tukaweze kusikia hali yake ama mambo yake itakuwa namna gani, ama mambo yake itakuwa namna gani. Kwa hivyo hatuhitaji ati ujisemee, hapana. Hatuhitaji ati utoe ishara kubwa, hapana. Kuna jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameonyesha katika unabii ambao ni huyu mtu ambaye ni Kristo. Inasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 11, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na Roho ya Yawe atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu. Kumbuka ya kwamba huyu mtu ambaye ametoka kwa shina ya Yese, roho wa Yawe, roho wa Muumba wa mbingu na nchi, roho wa Mungu utakuwa pamoja naye. Jambo la kwanza, roho wa Mungu utakuwa pamoja naye. Atakaa juu yake roho ya hekima na ufahamu. Hii roho ni ya hekima na pia ufahamu. Roho ya shauri na uweza wa roho ya na uweza. Roho ya maarifa na ya kumcha Yawe. Kwa hivyo si mtu ati wa kidukulu, ati wa kishashi, ati nini. Haya mambo itakuwa tofauti sana. Itakuwa pakubwa sana na huyo mtu. Hata kuwa amejihusisha na hiyo mambo. Hata kuwa anajihusisha na hiyo mambo. Roho ya shauri roho ya shauri uweza, roho ya shauri na ya uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Yawe, na roho na furaha yake itakuwa katika kumcha Yawe. Pia furaha yake itakuwa katika kumcha Yawe, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake. Katika hukumu ambazo atakuwa akizitoa, hata kuwa akihukumu kwa mambo ambayo anayoiona kwa macho yake. Kwa Kikuyu ndakaroraga maundu na mauthi, ndagaciraga maundu, ndagaciraga maundu, kana ndagatuanĩra cira na mauthi, wala hata hukumu kwa kuyafuata anayo kwa macho yake, ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, wala bali kwa haki atawahukumu maskini. Tumesikia kwamba katika kuhukumu kwake atakuwa akihukumu kwa haki.
hatakuwa akihukumu kwa mambo ambayo ayaonayo kwa mtu. Hapana, atakuwa akihukumu kwa haki. Na kuonya pia, atakuwa akionya kwa haki, hatakuwa akionya kwa mambo ambayo ayasikiayo kwa masikio yake. Hapana. Sasa huyu mtu katika mstari wake wa 4, mstari wa 4 inasema ya kwamba bali kwa haki atahukumu maskini. Kwa haki atahukumu maskini, naye ataonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Kumbuka ati si kisu ati atakuwa nayo. Hapana. Si atipanga. Hapana. Naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake. Kwa hivyo ati si fimbo ambayo ati ataenda achune na pale kwa kichaka aitengeneze vizuri kana jogoma. Asa ti jogoma. Asa ni fimbo ya kinywa chake, ni jogoma ya kanua yake, ama ni giboko ya kanua gake. Kanua kio kile kilima kanua yake, ama katika lile neno ambalo litakuwa likitoka kwa kinywa chake, kwa sababu katika kinywa cha huyu Kristo kitakuwa ama cha huyu mwana wa Daudi kitakuwa kitoka sheria ya Mungu: usiue, usizini. Ujapofanya hivyo, basi kunaye hukumu katika hiyo sheria. Inahukumu wewe mwenyewe na inakuangamiza wewe mwenyewe. Na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Katika pumzi ya midomo yake, nikasema ya kwamba si eti atakuwa akitumia fimbo literary ati kucharaza dunia. Hapana. Ni katika neno, na pia katika kuua pia ni katika neno, pia ni katika neno, pia ni katika pumzi, jinsi ambavyo imetumika. Na kwa pumzi ya midomo yake, yaani kwa neno ambayo itakuwa ikitoka kwa kinywa chake, atawaua wabaya, atawaua walio wabaya. Ndio maana ukiangalia pia katika kitabu ambacho ni cha Zaburi 37, katika kitabu ambacho ni Zaburi 37 mstari wake ni wa 9, katika kitabu ambacho ni cha Zaburi, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amezungumzia kuhusu hii jambo, kuhusu hii tukio ambayo ni ya kuondoa watenda mabaya, ama ni ya kuwamaliza watenda mabaya. Pia Mwenyezi Mungu kwa kinywa cha Daudi ameweza kuizungumzia katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wake ni wa 9. Zaburi 37 mstari wake ni wa 9. Acha nitukaweze kusoma. Inasema hivi. Maana watenda mabaya wataharibiwa. Maana watenda mabaya wataharibiwa. Sikiza. Katika kitabu ambacho ni cha Isaya, huyu mtu ambaye katika unabii imeweza kumchambua jinsi ambavyo alivyo, ambaye ni mwana wa Daudi, na ametoka katika shina ya Yese. Huyu mwana wa Daudi
inasemekana ya kwamba katika na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu katika kinywa cha Daudi katika kitabu ambacho tumekisoma Zaburi 37 mstari wake wa 9 inazungumzia kuhusu maana watenda mabaya wataharibiwa. Sasa hawa watenda mabaya wataharibiwa na kinywa cha huyu mtu ambaye atakayetoka katika shina ya Yese, ambaye ndiye mwana wa Daudi. Katika maneno yake ya kinywa chake, ya midomo yake, basi atakuwa akiwaua watu kwa hiyo neno ambayo imepigwa muhuri na Mwenyezi Mungu kuwa ni sheria ya Mungu, nasema ya kwamba bali mngojao yawe ndio watakaoirithi nchi kabisa. Kwa hivyo mstari wake wa 10 nasema ya kwamba maana bado kitambo kidogo asi haki hata kuwapo. Huyu ni mtu ambaye asi haki, aliyekuwa akikataa sheria ya Mwenyezi Mungu. Asi haki hata kuwapo, utapangalia mahali pake wala hata kuwapo. Kwa hivyo huyo ambaye asiye na haki utatafuta mahali pake, kwa sababu atakuwa amekwisha kuwa na hili neno ambalo la Muumba wa mbingu na nchi, ambaye yule ambaye amewekwa hiyo neno, basi katika kinywa chake ama katika pumzi yake atakuwa akiuana kwa hiyo neno. Si ati kwa upanga, si ati kwa kisu, si ati kwa nini, hapana. Ni katika hiyo neno ama katika pumzi yake itakuwa ikiwaua watu ambao ni watenda maovu, na kwa pumzi ya midomo yake ataua wabaya. Wabaya ni watenda maovu, na ndio ni wenye dhambi, na mwenye dhambi ni uasi, na dhambi ni uasi wa sheria, wanaoiasi sheria, yani wanaokataana na sheria ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, usikule nguruwe, na yeye anasema ya kwamba unaweza kula yote tu, bora unaweza kula nyama yote ambayo ukipata nayo, wewe kula tu bila kuuliza swali. Mwenyezi Mungu akasema ya kwamba kwa hivyo hiyo mtu ambaye anayekataana na hiyo sheria atakuwa akiondolewa ama atakuwa akiwawa kwa pumzi ambayo ama kwa neno ambalo litakuwa likitoka, ambayo ndiyo sheria ya Mwenyezi Mungu. Si mtu atakuwa akimmaliza, hapana. Kwa hivyo tukasoma vizuri katika kitabu cha Isaya 11 mstari wake ikienda kumalizia mstari wake wa 4, inasema ya kwamba kwa pumzi ya midomo atawaua wabaya. Kwa pumzi ya midomo atawaua wabaya. Ni vizuri kaweze kujua ya kwamba ni Mungu mwenyewe anayezungumza katika unabii. Katika Isaya ni Mungu anayezungumzia katika unabii huo wa Isaya, akionyesha mwana wa Daudi jinsi ambavyo atakavyokuwa. Kwa hivyo yote ambaye katika kitabu ambacho ni cha Mathayo 24 mstari wake ni wa 24, yote ambaye atakuwa akizungumza, ambaye atajiita kwa maana inasema ya kwamba Makristo uongo wataweza kujitokeza hata wapate kuwapoteza hata walio wateule. Kwa hivyo ni vizuri kabisa ukaweze
kustand katika sheria ya Mwenyezi Yahweh, kwa sababu ukienda kinyume basi utatawaliwa na manabii wa uongo. Upende usipende, ukienda kinyume cha sheria ni lazima utatawaliwa na huu ufalme wa uongo, na hao manabii ama hao makristo wa uongo wanaojitokeza ni lazima watakutawala. Upende usipende, ni lazima utatawaliwa na hao manabii, na pia ishara ambazo utakazokuwa wakizifanya utakuwa ukiziona ni kama za ukweli. Kumbuka, acha nikaweze kuwa nikielekea katika kikomo ama kumalizia katika kitabu ambacho cha Mathayo, nikimalizia ili tukaweze kuingia katika somo hilo lingine. Nikimalizia kwa sababu ya mambo tofauti ama ya shida ambayo bado naendelea kukabiliana nayo ya simu. Najua ya kwamba pia nitaweza kufanikiwa. Mathayo 24, Mathayo kitabu cha Mathayo 7 mstari wake wa 21. Tusome mstari wake wa ngapi? Mstari wake wa 22. Inasema ya kwamba wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii? Sasa hawa ambao ni makristo uongo basi watakuja kwa Bwana na kumwambia, hatukufanya unabii kwa jina lako? Hizo ishara ambazo ni za unabii Mwenyezi Mungu hazitambui, ambazo hawa manabii ama hawa makristo watakuwa wakizifanya. Na kwa jina lako kutoa pepo, hawa makristo pia watakuwa wakitoa pepo. Hao makristo watakuwa wakitoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Pia miujiza watakuwa wakifanya kwa jina la Yesu, watakuwa wakifanya kwa jina la Yesu ama kwa jina la Yeshua. Haya mambo yote katika mtazamo wa sheria na ushuhuda wa Mwokozi, Mwenyezi Mungu hayatambui. Mwenyezi Mungu hayatambui. Mstari wake wa 23 unasema ya kwamba, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Sikiza, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sikiza, ati ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Sasa kuponya, kutoa ishara kubwa, kufanya mambo mingi ya nguvu, kutoa pepo, haya mambo yote yalikuwa ya bure. Ati mwishowe Yesu anawaambia kwamba, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hii ni sheria inachukua usukani. Hii ni sheria inayochukua ushukani, kwa sababu unapoasi sheria na Yesu ndiye neno, na Yesu ndiye neno ama Yeshua ndiye neno, na neno ni neno la Yawe, na neno ni neno la Yawe, basi hiyo neno itakuhukumu kabisa na ikuondoe. Itakuhukumu kabisa na ikuondoe. Sasa wewe uhesabiwe na watenda mabaya. Ijapokuwa ulikuwa ukifanya miujiza,
ijapokuwa ulikuwa ukifanya mambo mingi makuu kwa jina la Yesu, haya mambo yote hatakuwa akihesabu. Mstari wake wa 24 inasema ya kwamba basi kila asikiaye haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Kwa hivyo mtu ambaye atakayesikia haya maneno ambaye ni sheria za Mwenyezi Mungu atafananishwa na mtu ambaye aliye na akili. Kwa hivyo akili ni sheria. Akili ni sheria. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba atafananishwa na mtu ambaye aliye na akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Acha tukaweze kuona katika kitabu ambacho ni cha Kumbukumbu la Torati 5, Kumbukumbu la Torati, acha nikaweze kuangalia Kumbukumbu la Torati ine, mstari wake ni wangapi? Mstari wake ni wa 5. Nasema ya kwamba angalieni, nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Yawe alivyo niamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Sikilizeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakaozisikia sheria, watakaozisikia amri hizi zote. Nao watasema hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa hiyo mtu ambaye ni mwenye hekima na aliye na akili ni mtu ambaye azituzao sheria za Mwenyezi Mungu. Sasa inaonyesha na ya kwamba wewe uko na akili timamu. Wakati ambapo haukataani na sheria, wakati ambapo haukatai sheria, wewe unaonekana ya kwamba unayo akili na unayo hekima. Unayo hekima kutoka kwa Mungu wa mbingu na nchi, na pia unayo akili timamu. Kwa hivyo kinyume cha mwenye akili ni asiye na akili, ni mjinga. Kwa hivyo wakati ambapo unakatana na sheria ni kuonyesha ya kwamba wewe ni mjinga. Ama wewe hauna akili. Kwa hivyo, kwa sababu kitu ambacho kinaonyeshana ya kwamba unayo akili ya Mwenyezi Mungu ni wakati ambako unatii sheria ya Mwenyezi Mungu, unafanya jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameagiza. Kwa hivyo mstari wake tukasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbuka ni Mwenyezi Mungu ambaye ameongea hii jambo, ambaye amezungumzia hili jambo. Kumbukumbu la Torati. Akili ni nini? Akili, unaposema ninayo akili, kulingana na sheria akili ni kusema nini? Kumbukumbu la Torati ine mstari wake wa 6 inasema ya kwamba watano, tukazie mstari wake wa 5. Angalieni nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Yawe alivyo niamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili. Mtakapofanya nini? Shika amri na hukumu, maana hii ndiyo hekima na akili. Sikiza, maana hii ndiyo hekima na akili. Utakaposhika amri na hukumu, maana hiyo sasa ndiyo inayoonyesha ya kwamba unayo hekima na akili. Inasema ya kwamba maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakao
zisikia amri hizi zote, nao watasema hakika. Sikiza vile taifa ambazo vile taifa litakavyosema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Sikiza, watu ambao ni wa mataifa watasema ya kwamba taifa hili ambalo linaloshika sheria za Mwenyezi Mungu ni lenye hekima na akili. Tukaweze kusema shalom, shalom, shalom. Acha tukaweze kukubali kutii sheria na ushuhuda ambao ni wa Mwokozi wetu Yeshua, ili ufalme wa Mungu ukae pamoja nasi hapa duniani. Shalom, shalom, shalom.